Kuna msemo maarufu wa Kiswahili unasema, chuma cha jembe hakina makosa, kosa ni la mkono wa mwenye nacho. Na leo nataka nikueleze kitu ambacho pengine hutapenda kukisikia. Maisha yako yapo pale yalipo leo, si kwa sababu huna uwezo, si kwa sababu huna bahati, na si kwa sababu dunia imekuchukia, bali kwa sababu kuna siri 6 muhimu ambazo hujazijua, au ulizijua lakini hukuwahi kuzitumia ipasavyo. Siri hizi ni rahisi kusikia, lakini zinahitaji mtu jasiri kuziishi. Na leo nitakupa zote kwa undani ambao hakuna mtu amewahi kukuwekea kwenye social media. Na niseme mapema, siri ya 4 ndiyo inagusa sehemu yenye maumivu ya ndani kabisa, sehemu ambayo watu wengi hukimbia maisha yao yote. Usipoteze hata sekunde. Kabla hatujaingia ndani, hakikisha umesubscribe kwenye chaneli hii ya Fikra Chanya, ushare video hii kwa mtu mmoja tu unayemjua anahitaji mabadiliko, na ucomment neno ready ili tujue uko tayari kubadilisha maisha yako milele. Siri ya kwanza, uwezo wa kujizuia, delayed gratification. Kufurahia kesho kunahitaji kujizuia leo. Wacha tuanze na siri ambayo imewagawa wanadamu katika makundi mawili tu. Wale wanaotumia maisha yao kufurahia sasa, na wale wanaotumia maisha yao kuja kufurahia baadaye. Dunia huadhibu wanaotafuta starehe mapema na kuwatunuku wanaochelewesha starehe. Ukweli wa kisaikolojia, ubongo wa mwanadamu umeunganishwa kutafuta raha ya haraka, instant dopamine. Hivyo, kujizuia si jambo la kawaida, ni skill ya juu. Mfano mdogo wa maisha: kula fedha zako leo au kuwekeza kesho. Kulala leo au kufanya kazi unayojua itakujenga. Kukubali hasira au kuzuia reaction zako. Kuchelewa kununua kitu unachotaka. Kufunga simu ili ufanye kazi. Kila unachokitamani kinafichwa nyuma ya uwezo wa kusema hapana kwa tamaa ya leo. Kwa nini watu wanaumia? Kwa sababu wanataka matokeo makubwa, lakini hawataki kukomana maumivu madogo ya sasa. Chagua sehemu moja ya maisha yako unakimbizana na starehe. Jizuie kwa siku 7 tu. Utashangaa nguvu mpya utakayopata. Lakini hata ukijizoea kujizuia, bado hutafika popote bila siri inayofuata. Siri ambayo imewafanya watu wengi kufeli kwa kujidanganya. Siri ya pili, maamuzi magumu. The power of hard decisions. Uamuzi mgumu leo huokoa miaka mingi ya mateso kesho. Kuna aina 2 ya watu: wanaoomba maisha yao yabadilike na wanaoamua maisha yao yabadilike. Na mara nyingi maisha hubadilika baada ya uamuzi mmoja mgumu, si baada ya video 1000 ya motisha. Huu ndio ukweli mchungu. Watu hawafeli kwa sababu ya shida. Watu hufeli kwa sababu wanakwepa maamuzi magumu. Maamuzi magumu ni aina gani? Kuachana na marafiki baya, kuacha tabia mbaya, kuachia career ambayo haikujengi, kuachia mahusiano yenye sumu, kumsamehe mtu bila kumtarajia kufanya sawa, kumwambia mtu ukweli mgumu, kuamua kuanza upya. Kwa nini maamuzi magumu ni siri? Kwa sababu ubongo hupenda comfort na kukataa machaguo yenye uncertainty. Lakini uncertainty ndio hutoa maisha mapya. Mfano, mtu anayekaa kwenye kazi anayochukia kwa miaka 8 aliogopa kufanya uamuzi mgumu wa kuondoka. Ndio maana maisha yake yamekwama. Andika uamuzi mmoja mgumu ambao unaujua moyoni kwamba unachelewesha uanze. Huo ndio mlango wako wa mabadiliko. Lakini uamuzi mgumu pekee hautoshi ikiwa bado unatumia nguvu zako vibaya. Siri ya 3, kuzingatia kile unachodhibiti. Controls fear. Nguvu hupotea pale unapojaribu kudhibiti yasiyodhibitika. Kuna vitu viwili katika dunia: vitu unavyovidhibiti na vitu ambavyo huwezi hata ukijitahidi vipi. Watu wanafeli kwa moja tu: wanatumia maisha yao kupigana na vitu wasivyovidhibiti. Mfano, visivyodhibitika: hali ya uchumi, wivu wa watu, majibu ya watu, historia yako, maamuzi ya wengine, mabadiliko ya dunia, bahati,
na watu wanaokuchukia. Vitu navyo vidhibiti: nidhamu yako, tabia zako, muda wako, mazingira yako, uwezo wa kujifunza, mwitiko wako na maamuzi yako. Stoic principle: ukibadilisha attention yako, unabadilisha maisha yako. Mfano, mtu akichukia kazi yake, analalamika kwa miaka, lakini hajafanya kitu anachokidhibiti: kujifunza skill mpya, kutuma CV au kuanzisha side hustle. Andika vitu 10 vinavyokusumbua. Vigawanye: vya ndani ya udhibiti, vya nje ya udhibiti. Vya nje vitupe mara moja. Nguvu ya akili yako ni mali ya vitu vya ndani. Na ukisha focus nguvu zako vizuri, sasa unaweza kufanya kitu ambacho karibu hakuna anayekiweza duniani. Siri ya 4: kanuni ya 1 kwa 1 kila siku. Compound growth. Ushindi mkubwa ni matokeo ya hatua ndogo zinazorudiwa. Hii ni kanuni ya watu wote waliobadilisha maisha yao bila drama. Hakuna mtu aliyepata mafanikio kwa siku moja, lakini kila mtu aliyeupata alifanya kitu kidogo kila siku. Mfano mdogo: kujifunza skill kwa dakika 30 kwa siku ni mtaalamu ndani ya miaka 3. Kufanya mazoezi miniti 20 ni mwili mpya baada ya mwaka. Kwa nini hii inafanya kazi? Kwa sababu ubongo hupenda consistency kuliko magnitude. Mfano, watu hawafeli kwa sababu hawana big ideas. Wanafeli kwa sababu hawana small actions zinazorudiwa. Chagua eneo moja tu: pesa, afya, elimu, tabia na biashara. Ongeza 1% tu kwa siku 30. Utaona mabadiliko yanaanza kujitengeza yenyewe. Lakini hata ukiwa na 1%, bado hutafika popote bila siri inayofuata. Siri ambayo ndiyo chanzo cha kila mafanikio. Siri ya 5: kufanya kitu kile kile kwa muda mrefu. Long term consistency. Ulimwengu wa leo umeharibiwa na kitu kimoja: utamaduni wa vitu vya haraka. Haraka kupata pesa, haraka kupata mwili mzuri, haraka kupata subscribers, haraka kufanikiwa. Lakini ukweli ni huu: hakuna mafanikio ya haraka. Hakuna shortcut halali. Hakuna njia ya mkato inayoleta matokeo ya kudumu. Consistency ndiyo mfalme. Mfano, gym, miezi 6 ndiyo huanza kuona mwanga. Biashara, miezi 18 ndiyo huanza kujiweka sawa. Mahusiano, miaka ndiyo hujenga trust. Tabia, repetition ndiyo hujenga identity. Kwa nini watu hawana consistency? Kwa sababu wanataka matokeo ya haraka zaidi kuliko wanavyotaka mchakato. Ubongo hupenda excitement, lakini mafanikio hutafutwa na wale walio tayari kurudia kitu kilichochosha kwa muda mrefu. Chagua tabia moja uendelee nayo kwa siku 90 bila kuacha. Lakini kufanya kitu kile kile kwa muda mrefu kutahitaji kitu ambacho wengi hawakitaki: maumivu. Na hapa ndipo siri ya mwisho, siri ya hatari, siri ambayo watu wote wanaofanikiwa wanaijua. Siri ya maumivu ya mwendelezo. The pain of discipline. Maumivu ya nidhamu ni ya muda, majuto ni ya milele. Nidhamu imejaa maumivu: kuamka mapema, kufanya kazi ukiwa umechoka, kuanzisha kitu na hakuna anayekuona, kukataa starehe, kuwa consistent wakati hakuna matokeo. Lakini maumivu haya yana faida: yanakupa nguvu ya akili, yanakuongezea self control, yanakupa identity mpya, yanakupa confidence ambayo haitoki kwenye motisha, yanakupa uwezo wa kuvumilia mvutano wa maisha. Ukweli ambao watu hawaujui: kila mtu anapaswa kuchagua aina ya maumivu yake: maumivu ya nidhamu au maumivu ya majuto. Hakuna njia ya tatu. The obstacle is the way. Kile unachokikwepa ndicho kinachokuza. Jiulize, ni maumivu gani nitaamua kuyakubali kwa siku 30 zijazo? Kama umefika hapa, basi wewe si mtu wa kawaida. Umeonyesha kwamba una njaa ya kubadilika, na hiyo njaa ndiyo mafuta ya mabadiliko. Na kuomba ufanye jambo moja tu leo. Chagua siri moja tu kwenye hizi 6
na uanze kuitumia ndani ya masaa 24 zijazo. Usiache video hii ikupe motisha. Acha ikubadilishe. Asante kwa muda wako. Tukutane kwenye video inayofuata.